Tulipanda gari tukaenda mpaka pale police station. Nikaambia askari, ndio huyu mtoto nimekuja na yako hapa nje. Naye my daughter nafikiria ni ndania tumekuja kuuza, amebebana na ndania na mwamvuli. Nikamwambia mama, usilete hizo ndania tuuze na huku. Askari waliniambia piteni muende ile ofisi ya crime. Tulipita tu na ndania zetu, my daughter nafikiria ni ndania tunauza. Tukaingia ofisi ya crime, nikakuta wanadada wawili askari. Wakafunga mlango, wakaniambia msichana ni wewe mama, toka nje tuongee na yeye. Na kama hii kesi ni ya uongo, unaingia ndani na mtoto wako. Na kama ni ya ukweli, mume anashikwa. Sasa mimi pale nilitoka nje nikaketi kwa nyasi nikasema, gai sasa ikuwe tu ni ya ukweli, juu sina uhakika pia. Juu sasa kama si ya ukweli nitaendaje ndani na mtoto mdogo hivi? Na watoto wengine nitaachia nani? Nilikaa pale kwa nyasi, wakaongelesha my daughter, kumbe naye alikuwa anauliza, angeulizwa aseme. Alipeana story. Nikaitwa. Nikaambiwa inaweza kuwa ni ukweli, tuingie kwa gari tuende hospitalini. Land Rover ililetwa. Mimi kuiona hivi nililia tu. Mtoto hana hatia, mdogo wa kuzaliwa, nitaingisha kwa hii gari. Hii gari nabebanga mpaka maiti. Hii gari nilikuwa naiona nyumbani ikishika wenye wanauza chang'aa huko kwa vijiji. Mimi naingisha mtoto wangu, sijaingia. Ni sawa. Nikaambia my daughter, wewe ndio utatangulia nikupe mtoto. My daughter amelia, ananiambia mama, ambia maskari mimi nataka tu kusoma. Nikamwambia hauwezi soma sasa ukiwa kwa hii hali, mpaka tuende tuone daktari. Akaingia nikampe mtoto, ndio na mimi ni miguu kujaribu kuinua niingishe pale, inakata. Tukaingia tukaenda hadi hosi. Hosi si mbali na police station. Tukateremka kuingia pale, hakuna hata kupanga laini. Patient alikuwa ndani, kutoka tu ni sisi. Tukiwa na askari hata hakuna kupanga. Imagine tuliingishwa tu tukakuta daktari. Akaelezea, madam anaitwa Mary, akaelezea tu daktari vizuri. Daktari aliniangalia akaniuliza, wakati huu mtoto akishikwa ulikuwa wapi mama? Nikamuuliza daktari, unikumbuki? Si nimekuwa hapa kwenye mkiniongezea damu. Akaniambia, haya ulijifungua? Nikamwambia hata mtoto ndio huyu. Akalalisha my daughter kwa bed hapo. Akaanza kumpima. Wakati daktari alinamuka hivi aliniuliza, ni mtoto wangapi wako? Nikamwambia ni first born. Akaniuliza ako na miaka ngapi? Nikamwambia ako na 12 years. Akaniambia mtoto wako ni mjamzito. Nikamuuliza daktari, my daughter ni mjamzito. Niko na mtoto hapa. Nimetoka kumzalia na yeye amezalisha mtoto wangu. Ikifika hapa inaendanga aje? Yani nasikia sasa sina otherwise. Nasikia nimeisha. Jasho inatiririka, nina bleed. Mtoto sina nguvu ya kumshika. Madam aliona nitaangusha mtoto, akanishikia mtoto. Akaniambia tokeni turudi kwa gari. Na mtoto mwenyewe alikuwa anasemaje first born? Mtoto analia tu akisema, "Mam, ambia watu mimi nataka tu kusoma." Sasa simuongeleshi, mimi nalia, yeye analia. Tulirudi kwa gari, tukarudishwa pale police station. Wale maskari walikuwa wananiambia, mama wewe ndio utaingia ndani. Wakaniambia, sasa mama fanya hivi, mume wako akifika jioni utupigie simu tumkujie. Juu tumeona sasa ukweli mahali huko. Sisi tulitoka hatukukumbuka mtu anaingiaga gari. Kuteremka ni 50 bob, kurudi ni 70 bob. Ni distance ya 70 bob ukiwa kwa mati. Tulikanyanga mguu hadi kwa nyumba saa 9 jioni, na jua imewaka. Katoto ndani hata zilipotelea huko, hatukujua hata zilienda, hatukuwa tunaenda kuuza. Tulikanyanga mpaka kwa nyumba. Venye tu tumefika hivi nikaambia my daughter, chukua cabbage uoshe ukatakate. Venye tu anatayarisha ndio huyu dadi ameingia. Nikasema gai, sasa akatasema kwenye tumeshinda. Venye tu baba aliingia na kaketi, akamwangalia akamwambia, dadi, mimi sasa hapa na mtoto wangu. Nikasema gai, huyu atasema tutaisha. Dadi, wacha nikuambie, Kenya umenifanyia, hautaingia kwa kaburi kama hujalipia. Kaliongea tu hivyo na kakanyamaza. Akaenda bedroom akaniita. Akaniambia, si waongeleshe huyu mtoto umwambie ache kusema Kenya anasema. Nikamwambia siwezi ongea. Niseme nini? Ulitenda. Wewe ngojea Mungu. Mimi punishment yako ni Mungu sasa. Wewe ngojea Mungu ajui tulienda. Na ulikuwa na nguvu ya kumzungumzia? Nilikuwa nasikia nimwambie kila kitu, lakini naogopa asinichape. Unaona? Nilikuwa nasikia hasira nimwambie kila kitu. So nilikuwa namuongelesha tu nikipima. Mtoto alikatakata cabbage, akamaliza kwenda kupika, akaanza kisirani. Akasema huku atamtaka, tokeni muende huku si kwenyu. Ikafika mwendo wa saa 4 akachukua bagi akapaki vitu zake, sasa yeye tena atoke atuache. Alihangaika akahangaika. Mungu ni mwema. Alirudi akatulia na tukatulia kwa nyumba. Kesho yake ikafika, nikarudi pale polisi, nikawaambia sasa mimi mahali pamefikia tutauawa.
Hata siku hizi hata kupika hatupiki, nguo za mtoto sioshi, kuoga siogi. Nimeishi tu maisha ya shamba, kukimbia kwa shamba, watoto kuwaokoa, sina raha. Wakaniambia, wewe mama hata hujaeka gari mafuta. Wewe mama tutakusaidiaje? Wewe mama hata mwenye kesi yako ako off yuko kazini. Nikawaambia sasa kitu iko siwezi rudi kwa hiyo boma. Venye nimetoka hivi nikirudi ndio nitauawa. Atashangaa nilikuwa wapi masaa yote. Na hawezi kubali niingie. Sasa mimi nitakaa tu hapa kwenyu, akitaka kufieka watoto hawafieke. Askari waliona niko serious wakaniambia, "Hey mama, ngojea gari ikuje." Gari ilikuja saa 4 za usiku. Nikaambiwa sasa tutaenda tumchukue. Lakini ulikuwa na ule mchanga. Niko na kale kadogo kangu. Na first born? First born nimewaacha nyumbani akitaka kuwafanyia sasa vitendo huko. Mimi sasa hata sina otherwise. Gari ilikuja nikaambiwa tunaenda. Venye tulitoka pale nikawauliza sasa tukifika pale, juu ninamjua kona mbio, asikie mgurumo ya gari, aki anatoroka. Na akitoroka amwezi kaa pale munilalishe pale mpaka asubuhi. Nitafanya aje? Tuacheni gari kwa barabara tuteremke kwa mguu. Kulikuwa na umbwa tumefuga kubwa. Nikasema sasa hii umbwa ikiwasikia tena itabweka. Atoke nje atuone ni sisi. Na unajua kuna miteremko huko Gatundu ni chini na mabonde hivi. Sasa wakituona pale tukiteremka atoroke ni hivyo tena. Maisani venye alisikia umbwa imebweka alitoka nje haraka. Na baba alikuwa amewaambia mama yenu akikuja atasema yeye ndiye atakuwa akiingia hii masaa ama ni mimi. Maisani alitoka nje haraka na akalalisha ile umbwa kwa nyasi hivi. Mungu ni mwema, umbwa ikatulia. Tukapita, tukaingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba nilipata my daughter akiosha miguu. Kumbe venye nilienda kule walitolewa waende wakanitafute kwa mto. Kuna ndoma tumepanda pale chini kwa mto. Sasa wamenitafuta wamenikosa, wamerudi kwa nyumba. Sasa tulipata tu venye wametulia. Askari tukaingia. Hata sijaeka mtoto kwa kiti. Madam wakaniuliza ni huyu? Nikamwambia mbio pengu. Sasa anasinzia hivi, wamenitafuta wamechoka na ni mlevi. Akagongwa silabu. Akasema afande, wakati umenigonga nimekubali, lakini wewe ni bibi yangu. Akaambiwa toka ukasemee mbele. Nikaambiwa tokeni tumtusindikishe. Alikuwa ni mlevi? Alikuwa mlevi kiasi. Tukatoka na my daughter tukamsindikisha hadi kwa barabara, yeye akaenda na askari, si tukarudi tukaambiwa kesho saa 2 mkue pale muandike statement. Sasa maisani venye nilirudi kwa nyumba kani, mamu wazi, heri hivyo ameenda. Mamu sasa tutapika, wale watoto walianza kuchangamka. Mamu sasa tutapika tukule tushibe. Nikawaambia saa hii hata ni kulala tu hakuna kupika. Tulilala, asubuhi yake nikaambia my daughter, fua hizi napi za mtoto hapa nje. Nikimbie nitafute laini ya simu. Simu yangu alikanyangia nje wakati alinigonga silabu. Sina simu. Ili nipigie watu wetu na watu wao, niwajulishe mtu wao wako ndani. Nikiwa pale askari waliona nimediri saa 2 imefika, walikuja hadi nyumbani. Wakakuta my daughter akifua, akamwambia si tulisema saa 2? Ni nini unafanya? Mama ako wapi? Ameendea simu kutafuta simu. Wewe ingia kwa gari tuendange. Askari wakabeba my daughter. Mimi kukuja maisana ananiambia, "Mama umeambiwa dakika ukue pale polisi." Nilichukua tu mtoto kwa kiti hivi. Na tusilipas twangu na vumbi. Kuoga wapi? Asiogangi. Mpaka pale polisi nikakuta my daughter amekaa nje kwa nyasi. Nikamuuliza, "Mama kunaendeleaje?" Akaniambia, "Hata ni wewe mama unangojewa." Mama mimi nimeingia hata dadia ameletwa, mama dadia amefura mkono. Nikamuuliza, "Kwani unamhurumia?" Akaniambia, "Mama ameandika statement na mimi nimeandika. Sasa wewe ndio unangojewa." Nikamwambia tuingie. Kuingia nikaambiwa, "Mama ulikuwa wapi?" Nikamwambia nilikuwa kutafuta laini ya simu. Umefanya vizuri, wewe ni mtu wa Rift Valley, tunaona unaweza toroka utuachie hii kesi. Leta hiyo namba yako hapa na ulete ya watu wengine 2. Nikapeana yangu ya mam na my aunt. Wakaandika, wakaniambia sasa tunataka upeane statement yako venye ulijua hii mambo. Nikawaambia mimi kwanza mnisomea mtoto. Ya mtoto kusomo. Ati amemshika mara 3 kwa nyumba, mara 3 kwa msituni. Gai. Nikamuuliza mam, mara 3 kwa nyumba ni wapi? Ati mam dadia akikuja jioni, mimi ndiye ninaamkaga namfungulia mlango. Ananiuliza tumepika nini, chakula iko wapi? Mamu nikimwekea food kwa sahani, ninarudi kulala. Nikilala mamu amalize chakula, anakujanga ananichukua hivi kwa kitanda, na wamelala na ndugu zake na dada yake, ananichukuanga hivi mamu, ananipitisha sitting hadi kwa kitanda yako. Mamu analala na mimi, na akinilalia mamu anasemanga kesho nisiende shule, shosho anakuru anakuja kukuona hosi. Mamu ni mara 3 kwa nyumba, mara 3 kwa msituni. Nikiendea maziwa, tulikuwa tumeajiri maziwa ya mwisho wa mwezi kwa mama mwingine. So akimsindikisha waendee maziwa huko kwa shamba kwa msituni.